na message kama hizi inayosema aga, kwa sababu hii namba ilipiga kwenye namba yetu ya huduma, ilipiga mara 3, baadaye ikatuma message ikisisitiza kwamba Mbarikiwa anasema amekimbia nchi. Basi ndani ya hii siku 2-3 tutakuwa tumeshampata, tutakuwa tuko naye tayari. Kwa nini mnaleta taharuki kwenye nchi? Kwa nini mnamchafua rais ili onekana anatesa watu ndani ya nchi? Ikiwa mamlaka ya nchi yetu Tanzania hamusiki na ukatili huu wa uhai, basi naomba sana fuatilieni hii namba na tupate mrejesho kwamba mwenye namba ni nani, aliitumia akiwa wapi. Naomba ieleweke, mimi sipo kwa ajili ya mapambano na haiwezi kunisaidia kitu. Sipo kwa ajili ya mapambano. Kama ni kutoka nje ya nchi na kwenda kwenye balozi za pengine AU, balozi za Canada, balozi za Marekani, tulishawahi kushauriwa kwamba ikiwezekana twende tukimbilie huko tukatoe taarifa za yale ambayo yanatupata. Nishashauriwa tangu wakati wa kesi ya mwanangu. Sijawahi kufanya hivyo kwa sababu nafikiria sana kwa njia yoyote, mimi nikiwemo Tanzania, ukombozi wa kweli ndipo utapatikana. Kwa hiyo hatuna dhamiri yoyote ya kuichafua nchi kwamba tukimbilie nje twende tukatoe ripoti kwenye hizo balozi. Vinginevyo, kama imeshafikia hatua kuna shauku ya kutaka kumuua mke wangu ama kumdhuru mke wangu, ila ukweli ni kwamba hawezi kujua nilipo. Hajui nilipo. Yaani wewe jua hajui nilipo. Na pengine niwarahisishie. Mimi ni mtu niliyenyooka tu kabisa. Nimenyooka kabisa. Nikiwepo siku zote ambazo nipo nilikuwa nasema nipo. Yaani ukijua nakwambia sipo, jua sipo. Ngoja niwasaidie. Hebu nitafuteni mikoa ya kanda ya kaskazini. Katika hayo mambo ya kutrack, nitafuteni kwenye mikoa ya kanda ya kaskazini. Kama ninakosa lipaswalo kufa. Tunapotoa taarifa za kukimbia eneo tulilopo, tunatafuta ni insurance ya uhai. Tunapoweka wazi namba kama hizi na message kama hizi inayosema aga, kwa sababu hii namba ilipiga kwenye namba yetu ya huduma, ilipiga mara 3, baadaye ikatuma message ikisisitiza kwamba Mbarikiwa anasema amekimbia nchi. Basi ndani ya hii siku 2-3 tutakuwa tumeshampata, tutakuwa tuko naye tayari. Kwa nini mnaleta taharuki kwenye nchi? Kwa nini mnamchafua rais ili onekana anatesa watu ndani ya nchi? Sasa nikujulishe, miko nipata, sina tatizo lolote. Mimi ni sio wale wanaosema hamwezi kunipata. Sio wale wanaosema mimi siwezi kufa. Mimi nishakufa. Si mimi tena nayeishi. Kwa hiyo mimi najua mnaweza mkanipata, ila msijidanganye, msiende tu kuharibu. Kama kweli mna agenda hiyo, huyu lazima afe, msiende kuharibu vitu hapo kanisani. Wewe amini tu, mimi ni huyo, mimi sipo. Ningekuwepo ningewaambia nipo, mimi sipo. Isipokuwa ikiwa kuna attacking yoyote itafanyika, hapo nitajua issue ni serious. Ukweli hapo sasa nitalazimika kuvuka mipaka
na kwenda kuona hizo balozi ambazo tumeshauriwa miaka mingi na kueleza scenario nzima mambo yalivyo, kwa sababu hapo sasa tajua hii imeshakuwa ni serious. Na narudia tena, mimi nakiri, ukiamua kunitafuta, nakiri unaweza kunipata, ila ukweli sio rahisi, na wenda ukinipata huku niliko hautapata urahisi wa kufanya haya yanayofanyika kwenye nchi yetu, kwamba tu utanikamata, utaniweka kwenye gari, utanipoteza. Inawezekana hapa nilipo, nyoka, simba wanaonizunguka inawezekana watanitetea. Inawezekana kitakuwa ni kifo kama cha kuku wa kienyeji ambacho majirani wote wanapokamatwa watakuwa wamejua kwa jirani kuna kuku anachinjwa. Hata hivyo, nimalize kwa kusema pamoja na haya yote Mungu aweza kuokoa, na hata asipotuokoa, siponiokoa, sijuti kupinga mabaya, sijuti kuhamasisha mema, sijuti kuambia watu usilopenda kutendewa usimtendee mwingine, sijuti kuitisha mazungumzo pamoja na kujeruhiwa na kuumizwa na namna zote nilizoumizwa. Sijuti. Ninachojua, hii ndiyo Injili, yaani hivi ndiyo Injili ambayo Mungu alinirudisha duniani. Kwa hiyo katika hali yoyote, mamlaka za nchi, ni vizuri sana kama hao vijana wanaweza wakabainika walio huru kiasi hiki. Nimeweka wazi mara kadhaa mawasiliano yenye utata. Najua hakuna hatua iliyowahi kuchukuliwa. Nataka mjue, tunapotoa taarifa tunatafuta msaada kwa yeyote anaweza kutoa msaada, kwa yeyote anaweza kutoa msaada, na ndio maana pengine tulipata na kahifadhi ka huko polini tuliko. Lakini mamlaka zikifanyia kazi, zingekuwa zikifanyia kazi, kwa sababu tukikosoa chochote mamlaka zinasikia. Tukikosoa chochote mamlaka kwamba mtawala huyu, ili hapa sio zuri, ili italeta madhara, ili ungefanywa wewe, angefanywa mtoto wako, ungekuwaje? Mamlaka hilo zinasikia, hilo mamlaka zinasikia na kututafsiri kwamba uko ni kuleta fujo, ni kusambaza taarifa za uongo, ni uchochezi. Lakini tukilia kwamba jamani, mimi hapa niko kwenye hatari, mamlaka hazisikii. Tukiweka wazi message kama hii, mawasiliano kama haya, mamlaka hazisikii, na hata zikisikia bado zinatutafsiri. Mnavyolia mnaleta uchochezi, mnavyolia mnasambaza ni taarifa za uongo. Watu wa Mungu, Mungu ajua. Naamini kabisa tungekuwa ng'ombe, tungekuwa kuku, tungeshachinjwa kitambo, na hakuna ambaye angeshtuka. Kama Mungu sasa ameona vema, sasa tuwe na thamani ya kuku, ya ng'ombe, tuwindwe hivi kwa namna ambayo, yani sasa unachotaka ni mtu kamate kimya kimya, mtu uwe kimya kimya, basi hapo ndo tunalinda amani. Tumelalamika mara kadhaa, ili ikiwezekana mamlaka, nimekwambia ningeshaweka wazi namba ya mtu niliyowasiliana naye kwenye mamlaka, watu niliowasiliana nao, kuambia, kuwapa taarifa, kuwatumia picha za magari hayo na muda ambao yamesimama hapo,
hawajachukua hatua. Mwisho wa siku Mungu ni watu. Mungu ni watu, yaani kutoa taarifa kwa watu ndio kutoa taarifa kwa Mungu ili aingilie kati. Namaliza, nimeongea sana neno, namaliza kwa kusema kuna ambao usema ungekaa kimya. Namaliza kwa kusema kufafanua kumeniokoa zaidi ya ukimya. Nimewahi kukaa kimya, nilifanyiwa mambo mabaya sana. Mtoto wangu wakati anafariki, ningetoa taarifa ya mambo yalivyokuwa, mtoto ningeokoa. Lakini ukimya unatoa nafasi ya anayetaka kukuchinja kuchinje kama kondoo, kimya kimya. Tumeshachinjwa kama kondoo, najua tunaweza tukachinja kama kondoo, lakini walau tutakapopotea watu watakuwa na kauli na sauti yetu ya siku moja kabla, siku mbili kabla. Bado tulipotea tukiwa tunatumaini, tulipotea tukiwa katika njia ya haki. Tusije mkatupoteza alafu baadaye ukaanza kusema tumemfumania, alikuwa kwenye zinaa huku. Kwa hiyo inatosha. Chochote unachopanga, chochote mimi nakubali, unaweza, ila inawezekana haitakuwa rahisi. Mimi ninachoamini, haya tunayosema ndani yana dua. Huu unyonge tunaoonyesha na maombi tunaendelea kuomba ndani vina dua. Inaweza vikafanya Mungu akatukumbuka, akalikumbuka taifa letu, akawakumbuka, akatukumbuka tuliolia, tunaolia, akaondoa ukatili, roho mbaya, ubinafsi, tamaa ya mali, tamaa ya madaraka, visiitwe na visionekane ujanja. Hata hivyo, asipookoa katika nyakati zetu, naamini upo wakati atakuja kuokoa na atakuja kulipa kisasi kwa niaba ya damu zetu na maisha yetu na wengi waliotangulia.